Ndiposa theme yetu nimesema sacrificial service to God and humanity. Sacrificial service to God and humanity. Hali ya kujitoa mwanga kabisa, kujitoa, kufanya kazi ya Mungu na kufanya kazi ya watu. We serve God and humanity. Nataka kusema ya kwamba neno hili la Isaya mnamjua, wengi mmesoma hii. Isaya ni ndugu, ni kijana wa mtu anaitwa Amos, na yeye alizaliwa kule Yerusalemu. Na mnajua huyu Amos, na kuna mfalme ambaye mtasoma peke yenu. Isaya alizaliwa katika nyumba ya kisiasa. Yule ango yake alikuwa mfalme wa nchi ya Yuda, na yeye akazaliwa hapo. Alipozaliwa katika mwaka huo, miaka karibu 700 kabla ili tupate Kristo aende msalabani, Isaya alijua mambo mengi. Ndio mmemwona Isaya ameandika vitu mingi, ameandika chapters nyingi, ameandika kwanza mpaka karibu 39 ameandika wakati wakiwa katika nchi ya Jerusalem, na tena akaandika kutoka ile inaitwa, aliandika kutoka 40 mpaka 55 wakiwa katika nchi ya utumwa upande ule mwingine wa Babylon, wakionyesha kwamba kuna matumaini, na tena akaandika 56 to 66 ambao sasa wamerudi tena katika nchi yao, ili ambavyo walikaa katika nchi ya utumwa wakisikia hawana furaha, hawana mambo mazuri, ndiposa wakapewa ahadi ya kwamba yeye ataonekana, atatoka katika nyumba ya Daudi, na yeye atakapokuja, yeye ndiye atafanya kazi nzuri, na yeye ndiye ataleta msaada. Kwa hivyo katika unabii huu ambao tulio nao ni ya kwamba ni hali ya kujitoa. Neno tulio nalo ni ya kwamba ni kujitoa kabisa, sacrificially, ni kujitoa kabisa. Neno la kwenda mbinguni, neno la kufanya kazi ya Mungu ni njia ya kujitoa sana. Kwa hivyo Isaya anataka kusema ya kwamba alionekana mtu mahali ambaye atajitoa kabisa. Mambo ya kwenda mbinguni, mambo ya kukaa katika wokovu wa Yesu ni mambo ya kujitoa kabisa. Kabla hujaingia katika kazi ya Mungu, lazima utajitoa. Lakini nataka kukusihi hivi, yeye mwenyewe alikubali kujitoa. Alipotafutwa mbinguni, nani atakuja? Yesu akakubali ya kwamba mimi niko hapa, nitume, nitajitoa niende kwa watu hawa. Hali ya kujitoa ni kumaanisha ya kwamba kuna nafasi yameonekana, na ni nafasi ngumu sana, kwa sababu kulingana vile tunavyosoma, wakuhani wakuu, wakuhani wengi katika hekalu walikuwa wanatoa ndama, wanatoa ng'ombe, wanachinja, ile damu ile inatolewa kwa Mungu katika kule mnaita kigongona. Na tena imesemekana ya kwamba yule kuhani mkuu yeye alikuwa anakuja katika mwaka ukiisha, anaenda Tehoro Bolis, mahali patakatifu, na yeye anaenda na mizigo yake ya watu, damu za watu ile ambao wametoa, na yeye yake akifungwa katika mguu mahali akienda kule patakatifu, ili akianguke pengine alikuwa ametenda dhambi, hakuna mtu ataenda kule patakatifu, atavutwa. Sasa ikaonekana ya kwamba Adoniano watu wamechoka, hali ya kuchinja ng'ombe, hali ya kuchinja kondoo, hali ya kufanya mambo mengi, lakini yeye akakubali ya kwamba mimi nitajitoa sasa, niende katika ulimwengu kwa ndugu zangu, ili nijitoe mwili wangu, nijitoe mimi mwenyewe, ili nilete habari njema na nilete amani kwa watu wa Mungu. Kwa hivyo ni ya kwamba hali ya kujitoa, yeye alijitoa mara ya kwanza kuliko sisi ambao tutajitoa. Hapo niko naona ya kwamba inataka nizingatie, sitaka mambo mengi sana. Hali ya kujitoa mwenyewe, aliyekuja alijitoa mwenyewe, akaja mahali pa shida, akakuja akaleta fucho, mambo yakaonekana mbaya katika Yerusalemu. Ndiposa mnaona akizaliwa, hata wakuhani wakuu hawakujua ya kwamba wamezaliwa. Kile nasikia wakati mwingine, nasikia kuogopa moyoni, wakuhani waliokuwa wanafanya kazi ya Mungu katika hekalu, hao nimetaja juu yao, hawakumtambua kama amezaliwa. Watu wanalinda wanyama, watu wanalinda kule katika malizoni. Hao ndio habari ilionekana kwa ikawaambia kwamba vile ilivyotajwa amezaliwa katika Bethlehem ya Wayahudi, hapo ndiko amezaliwa. Wakaweka vitu chini, wakatoka kwenda kumuona, na wale ambao wanaangalia
wazaliki, watu wasomi, watu hawajui vizuri, wakaona nyota, wakaendelea kuja vile mnavyosoma. Lakini wakuhani hata vile inashindwa wakati mwingine, nasikia kuogopa ya kwamba hata walipofika kule kwa Herode, hapo kwenye Herode wanamuli, Herode anawaweka ndani, akaita wakuhani, akaita watu wengi, akawauliza hii wanasemaje hawa watu? Lakini wakawaambia kulingana na maandiko ya Isaya na vile Maika wanavyosema, inaonekana kama atazaliwa Bethlehemu. Inaonekana kama atafanya nini? Atazaliwa. Inaonekana wakuhani wanaosimamia kazi ya Mungu hawatambui vile ilivyo wakati huu. Tapata watu ni maaskofu, tapata watu ni makasisi kama Mvaka, lakini hawatatambua nguvu hizo, nguvu za kutusimamisha ili tukae wima, tukae watu ambao tunasimama vizuri. Hawajui, watu tu raia, watu tu. Na Biblia inatuambia kwingine ya kwamba enda hapo nje mkutane naye na shida zake, mwokolewe hapo nje tu. Hapo nje mahali ambapo utasikia neno, hapo ndio utampata tu, wakati utakubali mwenyewe ya kwamba mimi nataka kutazama msalaba. Jambo la kwanza nimezingatia ni ya kwamba alijitoa kutoka mbinguni mwenyewe, akaja, katoka juu akaja hapa. Na lingine sasa linalohitajika, lazima sisi tujitoe kwanza. Sisi tujitoe kabla tujaanza kazi ya Mungu. Lazima tuonekane tujitoe. Yeye alikuja katika hali ya shida, alikuja akikataliwa, alikuja akiwa substitute, atoke mambo yale ya kondoo na ng'ombe, yeye mwenyewe akajitoa, kaenda pale msalabani. Ili alipoenda Isaya anasema juu yake ya kwamba yeye alikataliwa, yeye hakupendeka msalabani, hakuna mtu angempenda, yulekana amepiwa kweli kweli. Yeye akakataliwa, yeye akaonekana hana nguvu, yeye akaonekana amesumbuliwa, akabeba shida zetu, yeye akaonekana hakuna mtu anamu-understand yeye ni nani. Ndio unaona hata alipoingia kule Yerusalemu mnamsoma, walienda na wazazi wake. Alipofika pale akasoma Isaya vile mnavyosoma, akasema maandiko haya yao yamefikia mimi tu ndiye anayesema ya kwamba nimetumwa niwafungue wale ambao wamefungwa, masikini watajirike. Neno hili limefika kwangu. Waliposema mambo mengi kule kwa hekalu, walipomaliza na wazazi wake, wazazi wakaanza ile mnasema kuelekea kwao kule Nazareti, hawana mtoto, na watu wanasema ya kwamba wengine hapo miongoni ya watu. Si unaona vile watu wanatoka wanaendelea nyumbani, hapo miongoni kwa watu. Sasa utaendaje bila mtoto? Mlienda na yeye mdogo, unaendelea tukaelekea na kilomita nyingi ukisoma. Walipofika nyumbani ndio mama anauliza, wapi mtoto? Hatuna mtoto. Hata wakaangaliana, hakuna mtoto. Sasa tena wakaanza kupanda, ni mbali, wanarudi mbali. Na yeye amesimama hekalu, amesema juu yake, watu waliofungwa tawafungua, wale masikini tawatajirisha. Alisimama akasema maandiko yamefika kiwango hiki, ni mimi tu natajwa leo katika Yerusalemu. Lakini hawakujua, walisema hako miongoni kwa watu. Na hivyo ndivyo ilivyo watu wa Mungu. Watu tu hawana mtoto, wako miongoni kwa watu. Hapo tu Yesu yuko katikati hapo, katikati hapo, watu wanasurura tu, wengine wanaendelea kuwasa, endelea na mambo mengi, lakini hawajakuwa na mtoto. Sabari na itakupiti, itakusumbua kuja kurudi tena, mpaka uende kule nyuma, waende kumpata ukuje naye, kwa sababu lazima tutembee na mtoto. Mtoto akienda pamoja nasi, mambo yanakaa vizuri. Mtoto huyo akikaa nasi, mambo yataenda vizuri. Kwa hivyo tunamjua ya kwamba alipokuja yeye alipigwa kulingana vile inavyosemekana kule tulisomewa Isaya, akapigwa, lakini hali ya kichapo chake na damu yake kumwagika, hapo ndio msaada umepatikana. Hali ya kujitoa kabisa mpaka kupigwa. Alikuwa Mungu mbinguni, lakini akanyenyekea sana, akafanana sisi, akaenda pale msalabani. Sasa hali ya kupigwa, yeye anatakaza dhambi zetu, zinaishia msalabani. Dhambi zetu hazipatikani kwa maaskofu. Sisi hatutolewi dhambi kwa sababu ya makasisi na nini. Sisi dhambi zetu zinatoka msalabani. Tukimtazama vile tulivyo hivyo, hapo ndipo tunatakasika. Na sisi tunaanza kazi, tunajitoa sasa ili tuanze kufanya kazi. Tunajitoa. Hali ya kanisa kuamka mapema. Niliona walimu hapa kutoka mapema, na nimeona hata
tunasema ya kwamba kidogo usingizi kidogo na mambo mengine. Kujitoa mpaka ufike hapa mapema, kutoka kabisa ufanye kazi ya Mungu ni kujitoa kabisa. Unajitoa kabisa, si rahisi. Watu wameingia pombe hapa, nimekuta na mtoka, angalia watu wanakujaza, wanacheza ubaloni mwingine. Hakuna mtu anataka kuingia kanisani, lakini wewe umejaribu, Mungu amekugusa, umekuja, umejitoa, umenyenyekea, umekuja. Kwa hivyo lazima mtu ajitoa. Hiyo kwa hivyo nilikumaanisha kwamba he became the atonement. Yeye ndiye sasa mwisho kwa mambo yote, hata kama amesumbuka kwa njia hiyo. Tena amechukuliwa akiwa amenyamaza, very submissive. Yeye ananyamaza. Mtu wa Mungu ni mtu wa kunyamaza akifanya kazi, sio mtu wa kujionyesha sana. Ni mtu wa kunyamaza. Yeye anaonekana kama kondoo anayeenda kutolewa manyoya, asemi kitu, kwa sababu yeye anajua kazi iliyofanya akaja katika ulimwengu. Nataka nitaje kidogo kama sijaendelea kwamba siku ya leo amepanda punda, mwanapunda. Tulichangia mama yale, nataka kusema amepanda punda. Alisema kaambia wanafunzi wake, akawote tena mbele, mumwambie kwamba nataka mwanapunda. Mwambie Bwana anataka mwanapunda. Maneno ya kuuliza kama ni nani? Anajulikana. Sasa kana mwanapunda. Yeye akaletewa mwanapunda ambaye hakuna kazi amefanya siku nyingine. Mtu mwanapunda safi. Kaelekea Yerusalemu, kapanda kaelekea Yerusalemu. Watu walipomsikia tunasema hosana, hosana. Hosana ni kumaanisha ya kwamba tuokoe, tuokoe. Lakini katika wokovu wa watu hawa walikuwa wanafikiria watatolewa katika minyororo ya Roman Empire. Waliowakalia Waisraeli walifikiria wokovu wao ni kutolewa tu katika minyororo. Hawakujua ya kwamba Yesu amekuja hata kama atawaokoa kwa mambo yale mengine, lakini yeye mambo yake mengi anaangalia roho zao. Akaset the stage ya kuonekana ya kwamba yeye anaonekana mfalme, lakini mfalme ambaye ananyenyekea. Sio kama wafalme wale wengine. Yakapanda punda. Punda sio kama farasi. Punda ni punda tu, kitu mnaona punda. Si mnajua punda. Punda sio kitu kinapendwa. Hata kwanza mtu akikwambia wewe punda, unasikia wewe punda kweli? Lakini akikwambia farasi unafikiria utaweza kupanda farasi na utaruka. Lakini punda, kapanda mwana punda, kaenda Yerusalemu, watu wakaanza kuimba. Nataka kukusii ninapoangalia hata ingawa tuko na shida hizo unazosiona tuko nazo, mambo yale tulio nayo kijiji tunakataliwa, lakini akipanda juu yetu huyu anaye ni mfalme ambaye anaonekana ananyenyekea sana, sio kama wale wengine. Sasa watu wataweza kuimba, kijiji kitasikia kwamba wanjira leo huko joroge haleha, wanasikia vizuri, wanafurahia kwamba huyu atatusaidia. Hii punda iko safi, mambo yake ni safi, ataweza kututengeneza. Kwa hiyo akapanda punda akaenda Yerusalemu. Yeye ni mfalme, lakini mfalme wa kunyenyekea. It's not by their expectations. Walifikiria kwamba atakuja mfalme kutoka nyumba ya Daudi ili atatutoa katika ufalme wa Rumi, lakini yeye akanyenyekea, mfalme wa amani. Yeye ni mfalme, lakini akiwa ni kind of a king. Sio yule ambao walifikiria. Ni mtu wa kunyenyekea sana. Yeye ni Messiah. Yeye is a tangerine cream to power. Hii anaonekana kwamba bila anavyosema anatuleta ni watu wa hekalu, anatuleta ni watu wa nchi. Sasa amufahamu vizuri. Watu wale wa hekalu wanashindwa, huyu ni nani? Mtu yule anaonekana mambo yake yanaeleweka. Amechukua watu wanampenda, kama wangemgusa Yerusalemu siku ile, haingekuwa vizuri. Akachukua watu wote kwa sababu yeye anaonekana ya kwamba ni mfalme ambaye ananyenyekea, lakini akawa threat kwa wale religious leaders na watu wa nchi. Wakasira juu ya mtu ambaye anaingia the triumphal entry, anaingia Yerusalemu ili aingie katika mji ule alete mambo. Na lingine ni ya kwamba hakuna mtu angemkanya, hakuna mtu angekanya watu hawezi. Alisema hivi, hata mkiwakanya watu wasiimbe, tatengeneza mawe hii iko hapa ianze kuimbia Mungu. Kwa hivyo nataka kukusii hivi, sisi ambao tuko katika kanuni ndani, hata kama tunaendelea na biashara tulio nazo, yeye anasema ya kwamba hata isipokubalika watu waimbe, mimi anawaambia kwamba hata mawe, watu ambao wanaonekana wateuli, watu ambao si watu wanajulikana, nitatengeneza watu hao waanze kumshukuru Mungu na waanze kuimba. Kwa hivyo angewezekana kukatazwa. Watu kuendelea kusema juu ya kwamba hosana, tuokoe Mungu wetu. Sisi tunajua kwamba umekuja kwa sababu ya mambo yale ambayo ulituma na Mungu wako.
what you call reversal of roles. Yeye hakuonekana vile walivyomfikiria. Yeye alikuja akiwa very humble. Yeye ni servant. Yeye alisafisha wale wanafunzi wake miguu. Yeye alianza kuwasafisha miguu. Akaonekana amenyenyekea sana. Sana sio vile ilivyoonekana ilijulikana. Yeye akaonekana chini sana, very humble. Mtu anaonekana amesumbuka sana ili afanye kazi ambayo inahitajika kufanyika, kazi ya Mungu ambayo inahitajika. Tena ikaonyesha ya kwamba yeye yako laini ile ya kwenda msalabani. The Passion Week ile ya kwenda sasa, tuko wakati wa mekendo sasa, tunaendelea safari ya msalaba mpaka mbeleni aingie katika mahali ambapo ataenda msalabani, na hapo ndio mambo yatakuwa mazuri kwa kuleta wokovu mkuu katika neno la Mungu ambalo liko katika maisha yetu. Kwa hivyo kile nataka kusema ni ya kwamba Bwana tusaidie sana, tukijua kwamba lazima tujitoe sisi kwanza, lazima tutoe miili yetu na roho zetu kwake, bila alivyojitoa naye, ili tuanze kufanya kazi. Na nataka kuweka foundation ya kwamba tunapofanya kazi ya Mungu yoyote Mungu ametupea, lazima kwanza tujitoe sisi. Tujitoe katika roho zetu, tujitoe katika mambo tunayofanya, ili tusiguze kazi ya Mungu ambayo tutajitoa kwanza. Ndipo ndugu yetu Paulo tuliposoma katika kitabu cha Waefeso, anasema ya kwamba mutembee njia ya sacrifice, njia ya upendo, mutembee katika nuru, ili mujitoe kabisa. Mukifanya kazi ya Mungu, muonekane ya kwamba mumejitoa na mumefanana yeye. You imitate Kristo ambaye alikuja akanyenyekea, akatembea na utaua wa Mungu. Yeye anawaambia kwamba hata uzerati usisikike katikati yenu, hata uchafu wowote usisikike katikati yenu, ili muonekane kama watu wa Mungu. Dalili zenu, vile mnavyokaa katika familia zenu, vile mnavyotembea, mkae mkionekana ya kwamba mumejitoa kabisa. Miili yenu na roho zenu mumejitoa, mumefanana yeye. Bila anavyoenda na nyinyi mwende njia yake bila anavyoenda. Mkifanya kazi hii, muonekane ya kwamba mnafanana yeye. Sinakumbuka mnajua Petro alipoenda na Yesu, akatembea yeye anaona wamepiga kona, akaangalia kiale kuingia, anaenda kona nyingine, kaenda kona nyingine, akapata sasa amefika katika kesi kubwa ile Yesu anaulizwa. Lakini msichana alimsikia akamwambia, "Bila unavyotembea, bila unavyozungumza, bila unavyoenda, wewe lazima ulikuwa na mtu huyu." Aliruka, lakini ni maandiko alifikisha, akaruka. Mimi hata kumchua, lakini ile jogosi mnasoma vile alivyofanya. Lakini njia anavyotembea, njia anavyokaa, bila anavyoongea, bila anavyotembea, anaonekana mtu huyu alikuwa na huyu mwingine. Tabia zake bila alivyo. Kwa hivyo tunapoingia katika kazi ya Bwana, lazima tabia zetu sasa zionekane kama za huyu aliyeenda msalabani. Sasa anamsema ya kwamba yeye alienda msalabani damu ikamwagika. Tufanane yeye. Bila tunavyofanya tujitoe. Nataka kuwazi, kuna mwandishi mwingine aliandika kitabu akasema, mahali umeenda umesukumwa mpaka umefika mwisho, mahali uone kama kuna tumaini lolote, wewe tu endelea kuamini. Sijui kama nimesema vizuri. Mahali umesukumwa mpaka umefika sasa, unaona kwa mroa, sijui kama wekuli mkao ukinyete mwisho hiyo, sasa mambo yako ni madhiru. Sasa mambo yako ni kama wanasema tiki mtu ni madhiru, huyo aisha. Mahali umefika mwisho hapo usikose, endelea kuamini tu. Hata mahali hapo huko endelea kuamini. Hapo atakuja sasa, hapo ndiye anataka ufike. Anataka kufikisha hapa kabisa, ili akija kufanya kazi yako, watoto wanaposoma vizuri, watoto wanapoenda Amerika, watoto wanapofanya kazi ya Mungu. Sasa watu kiji, hata watu wanashindwa. Kama niliona kule kwetu, sijui kama nini niliambia, kuna mama mwingine, kuna mama wetu alikuwa baba mama amefariki. Ile masikini, mmesikia mtu masikini wa mwisho, masikini ile. Sasa nikiwa mtoto kanisa wakisema tunataka wageni watakuja kutuona, kila mtu ajitoe, nisikia mkisema tena hapa mefanana hivyo.
Mama anasema niandike ile viazi tamu. Viazi tamu unasemaje ni gani? Ngwashe. Akasema niandike viazi tamu. Kauliza mama mzazi ilikuwa nini ya mwisho niliwaambia. Kauliza mama huyu si tuende tumtolee kule nyumbani. Mama akanifuruga. Waenda kumtolea nini? Ilikuwa kadogo tu mtoto. Nataka tumtolee kwa sababu najua nyumba yao hata ukiangalia hiyo utamwona akipika ndani ana ni mtu masikini sana. Mama akaniambia hata mama yako kijana. Huyu mtu ana moyo wake na Mungu wake anatolea Mungu wake. Chana naye kanifinya. Kaona mama huyu mkali, mama msasi. Tulipoendelea kijana yake moja akapiga mtihani ile ya standard 7 ilikuwa ile ya zamani, akaenda hii shule inaitwa ya Kabaraka. Akaenda akapata sote. Sasa akaenda akawa mkubwa katika mambo ya agriculture hicho nzima ya Rift Valley. Sasa mama akiletwa kanisa siku hizi gari kubwa, mnaona hizi gari kubwa? Mama hata amekuwa kijana sasa. Mama aliyekuwa masikini sana, hata nikasidi yule mama kweli nilikuwa naona zamani. Kumbe amegeuka. Ndio nakwambia kwamba ukisukumwa mpaka umefika hapa, usijali. Endelea tu kuamini. Ndio mwandishi aliandika ya kwamba endelea kuamini tu. Usiache kuamini na kwamba atatenda. Amini tu. Amini tu. Mama sasa watu wao ukija kwetu, I wish you come to my place. Ukija kwetu tuko chini, kiangalia unaona kama ni wajumbe. Nyumba. Yule aliyekuwa masikini kweli ambaye tuliona kama hatuoni kama kuna kitu, hata karibu tumupee viazi. Mimi ningetaka apewe viazi aje kutoa kanisani kwa sababu ni masikini. Mungu anafanya kazi nzuri. Kwa hivyo kile kilichoko ni ya kwamba mtembee katika nuru na mambo machafu yasionekane ndani yenu, na maisha yenu, the moral behavior zenu sionekane nzuri. Na tena lingine ni ya kwamba muonekane nyinyi ni watakatifu wa Mungu, mnayekubali kutakasika. Kila wakati mnatakasika, mnatengenezwa mioyo yenu, na hayo mengine Mungu atayashughulikia. Usijali, hayo mengine Mungu atashughulikia mambo haya, kwa sababu ni Mungu anayetupenda, ni Mungu aliye mwingi wa rehema, ni Mungu anayependa watu wake, na hiyo ndio sababu alikuja kuifanya kazi katika maisha yetu. Sasa nataka kusema hivi, wakati umejitoa mwenyewe sasa, hapo ndio nataka nimalizie. Wakati umejitoa mbele za Mungu, ukasema ya kwamba nitafanya kazi ya Mungu sasa. Yeye anakujua ole wera ine unako kazini ya Mungu. Kazi ile umejitoa kabisa, sacrificially umejitoa kwa kazi ya Mungu na mali yako na vitu vyote ulivyo navyo. Kuna mambo nataka nitaje. Jambo la kwanza ni ya kwamba tujitoe voluntarily. Sisi tujitoe kwa Mungu kwa mioyo yetu. Unakumbuka watu walikuwa wanaitwa Macedonia. Kanisa la Macedonia walikuwa katika kanisa la kwanza la Paul, kanisa lilikuwa masikini ni Macedonia. Kwa kanisa mbaya sana, ilikuwa haina vitu. Lakini njaa iliposikika Yerusalemu kwa watu wa Mungu, walitoa kwanza mioyo yao kwa Mungu, tena wakatoa kile walichokuwa nacho. Hata Yerusalemu walipofikiza, hawa ndio walicommended, hao ndio walizidikana, lakini watu wa Mungu wakazidwa. Hawa ni Macedonia kweli wametoa hivi. Kwanza walijitoa roho zao. Kutoa mali sio mali walionayo mengi. Watu wana mali mingi lakini hawatoi mali na hawajali. Anasema kila mtu ana maisha yake. Kila mtu anakaa maisha yake. Sio mali walionayo mengi. Ni vile unatoa kulingana umejitoa moyoni kwanza kwa Mungu wako. Mungu yule, kwa hivyo ni voluntary. Unapotoa, usitoe ufikirie kama pengine unatolea kanisa wazee, unatolea wachungaji. Hapana, hiyo acha. Wewe unatolea Mungu wako ambaye amekulinda, ungeanguka na mtoka, ungeanguka na ndege, ili amekulinda voluntary. Toa tu vile Mungu amekusaidia. Beyond ile toa tu voluntary vile Mungu ataweza kukusaidia ili kazi ya Bwana ifanyike. Tena ni ya kwamba toa very painfully, costly. Unatoa painfully. Ile nasema ya kwamba ungesikia kama ungetoa. Unakumbuka mama yule ambaye alikutana na Elisha. Yeye akaambia Elisha, kile nilicho nacho
ni kitu tu kidogo imebaki na watoto tumeza tukule hivi mambo ya lakini nabii akamwambia bwana, kiwa ni hivyo sio mbaya, na mimi mtaniweka hapo laini hiyo na mimi nipate kitu ya kukula hapo ndani mkienda kufa. Lakini walipopea nabii wa Mungu walikaa miaka, si mnakumbuka? Walipea nabii wa Mungu na wakakaa miaka. Watu wengine walikufa, mambo yalikuwa mengi, lakini mama akabaki. Kumaanisha ya kwamba it is very painful kutoa, very painful, ambao ungetoa lakini moyo Mungu amekusukuma ufanye. You surrender to thee. Unatoa kulingana jinsi Bwana anavyotaka utoe. Jambo lingine ni ya kwamba unatoa beyond your means. Kumaanisha watu wa Macedonia vile tumewataja, wewe unatolea Mungu ili kazi ya Bwana ifanyike, na Mungu anakuja nyuma. Na nimewaeleza mama wetu kule nyumbani ambaye anaonekana ya kwamba hii angeweza, lakini anatoa tu, hata unashindwa atatoa wapi, lakini alikuwa anajua mahali atatoa. Na saa hii hata kwenda muda watoto wakapiga masomo wakaenda vizuri, you just give beyond your means, kwa sababu Mungu anaye. Lakini kwanza kile nataka kuwaasi napoendelea kumalizia, tujitoe kwanza kwa Mungu. Sisi jitoe kwanza. Mimi nataka kuwaasi sana, tukijitoa kwanza, kibarua ambao hukuwa nayo factory itapatikana hapa sehemu za kazi, utaingia kazini kwa sababu umejitoa. Mungu anajua mambo yako, anajua mahali unakanyaga, anajua una njia, anajua wewe ni masikini, anajua wewe una nini. Yeye anakuwa hawezi kukuita katika kazi yake ili akuache ikale huko ukae hivi. Lazima atakupanga, ili atakuelekeza, anakujua vile ulivyo, shida ulio nazo anakujua. Lakini kwanza jitoe mioyo yenu kwake. Tuna basaka ya kwamba tumtazame kwanza. Yeye akiingia ndani yetu atatutengeneza. Shida tulio nayo kanisa ya sasa ni vile tunataka tufanye mambo ya nje sana, tucheze, tufanye mambo, watu wasome, mimi ni daktari, mimi ni profesa wa teolojia, mimi ni nani. Lakini ukiangalia matunda ya watu hawa wamesoma, uangalie kama wanakaa vizuri familia zao, vile wanavyokaa wanatembea. Sisi tunataka mageuzi ya roho kwanza kabisa. Wazee tukigeuka milioni kwanza, kanisa ya misingi kaa vizuri mpaka tena sehemu watu wakae vizuri, tusiwe wakora. Mambo yetu yatakaa vizuri. Neno letu ni roho zetu kwanza. Roho yetu hapo ndio tunaanzia. Mioyo yetu kama pasaka sasa ukitoa kabisa, umtazame. Hii tu ndio atafanya kazi nzuri katika familia yako na mzee wako na mke wako na watoto wanakunywa pombe na mambo yaliyokatikana nayo. Wewe jitoe. Ndio niwaambia kwamba ende mpaka ufike mwisho kabisa, karibu na ukinyete mwisho. Hapo ndio endelea tu kuamini ya kwamba Bwana atatenda tendo, atafanya kazi. Hapa atafanya kazi yake. Tujitoe kwake kwanza. Tunapotoa beyond our means, lakini mioyo yetu kwanza tujitoe kwa Mungu wetu, anatujua. Hata katika mambo ya Mungu katika nchi, uchumi ni mbaya, mambo ni mengi, tusijialie sana. Tujue ya kwamba sisi ni wale na Mungu alituleta katika nchi hii, ametuweka hapa, lakini tumtazame ili afanye kazi nzuri katika maisha yetu. Jambo lingine ni ya kwamba lazima katika priorities zetu ambazo tulio nazo tu prioritize mambo ya Mungu. Usilete vitu yako mbele, mtu wa Mungu. Tu analala hivi anafikiria kesho taondoka na ndege niende China, nilete nguo, nifanye nini. Hayo ni mazuri. Ndege kianguka kwa bahari, priority yako kwanza weka kwa Mungu wako. Mambo yote kabla ya chakula, kama vile niliona kule kwingine, funika chakula, omba kwanza, injili tuletee neno, huyu ataomba. Na mimi unajua kama mzee vile Mungu hapa, mimi ndio kasisi wa mchi, siwezi kutolewa kiti, napanga hii, panga ile nyingine, ili kazi ya Mungu ionekane kwanza. Priority yako ya kwanza weka kwa kazi ya Mungu. Mungu naye akiona kazi yako umejitoa wazi, hayo mengine usijali, haya atayafanya. Usijali hiyo nyingine, yeye atafanya kazi yake kwa sababu wewe ni mtu wake. Wewe anakujua, nakujua mpaka China. Nasikia kule kwetu Mogaka ni wengi. Mogaka sio wale wengine anazungumza na Mogaka huyu. Anazungumza Mogaka ni wengi, Jeri ni wengi. Ajali Jeri Wanjiko leo ndio tika. Lakini anataka Wanjiko yule ameweka kazi yake kwanza ya Mungu,
yake inatoka nyuma, kazi ya Mungu itaendelea vizuri. Jambo lingine ya kwamba lazima tuendelee kusupport kazi ya missions. Ikiwa kuna kazi tumeachiwa ulimwengu, alipokuwa katika akiondoka, mnasoma, nataka kumalizia sasa. Alipotoka akitaka kurudi, aliwaambia nendeni katika ulimwengu kote mlihubiri neno, ili atakubali abatizwe aje mbinguni mwenu ili abatizwe. The mission of the church and the vision is to go. Support kazi ya Mungu. Nimesikia Kongo imekuja kwetu sasa. Kongo nimesikia Kongo imesema tulikuwa tena assembly juzi, imekuja kwetu. Burundi imekuja. Nchi zingine zinakuja. Na watu wanataka kutuma. Ukiwa hutaenda wewe una kazi nyingi ya business yako, utahubiri hapa kwetu, wewe pia wengine waende. Ile mission ya Mungu. Kristo anataka kuhubiriwa. Kazi ya Mungu ifanyike vizuri. Tuache mambo mingi kuwa centered kwa vitu yetu. Kanisa ambayo inataka kukaa vitu yao vitu yao. Tunafanya vitu vyetu, tunafanya nini? Watu wanalia, tunafanya nini hasa? Sisi tutoe tuende tuhubiri neno. Huko mahali tunakoenda ndiko tunabarikiwa sisi. Ule jirani wako huko na yeye ni nchi ya Zambia. Huyu wako Zambia atajua neno. Hapa ndio umetuma. Tutoe mali, tufanye missions ili kazi ya Mungu ifanyike vizuri. Vile niliona juzi watu walienda kulia, mlisikia kulia, watu nilienda juzi kuli kutembea, kapata kanisa zimemwagika, wakuli wameanza kuacha mambo ya kunywa na vitu vingine, kazi inaendelea vizuri. Kwa hivyo lazima tutoe. Na tena jambo lingine ni kwamba tusaidiane, the needy people. Wale wanaonekana wako needy, tuonekane ya kwamba tutoe. Ukiwa na mali Bwana amekubariki, tutoe tu. Huyu mtu mlie naye mpende, ili unavyojipenda, kwa sababu Mungu wetu yeye anatupenda kwa njia hiyo. Tena lingine ya kwamba we must be able to advance now the kingdom. Ile kingdom ya Mungu kwenda mbele, lazima tuanjiri, lazima itaendelea. Lazima tufanye kazi, tutoe mili yetu, roho zetu na vitu tulio navyo, mali yetu, ili kazi ya Mungu endelee. Kazi inapoendelea vizuri, unasikia mambo yamekuwa mazuri katika nchi, katika mahali tunapokaa vitongo chini, kazi ya Mungu itaendelea vizuri. Mambo mahali tulikosoma, tulijifunza mambo gani? Mambo haya ndio tumejifunza katika mahali tuliyosoma, ni ya kwamba Mungu wetu anapenda watu ambao wanajitoa beyond. Watu wanajitoa sacrificially. Watu wanaojitoa. Yeye alitoka mbinguni akiwa Mungu mwenyewe, akatolewa nguo, akawekwa msalabani, damu ikamwagika, yeye akaonekana mtu wa aibu. Watu walimuona hakupendeka, lakini yeye akajitoa kabisa. Akaenda pale msalabani, damu ikamwagika. Ilipomwagika, nasi lazima tujitoe kabisa. Sacrificially, tujitoe. Kazi ya kwenda mbinguni sio kucheka, sio wani kurasi tu. Lazima tujitoe kabisa. Lazima tukatae maovu ili tuendelee mbele. Jambo lingine ya kwamba lazima tutii vile Bwana anavyotuambia tutii. Lazima tumusikize bila anayotuzungumzia. Lazima usikie amekuzungumzia. Ukiona uzungumziwe na Mungu au kuna tabu, nataka kuwauliza, mnaona hii tunachaja, tunaweka kwa hii simu zetu tulio nazo hizi. Lazima tuweke chaja, tuweke kule kwa sababu tuweke pale ndio tupate tuanze kuongea. Utatembea na simu hii ikiwa haina moto, na wewe utajua vile tunaendelea. Utaona Facebook, utaona vitu vingi hapa ndani. Lakini wale tumeweka kwa moto, sisi ndio tutaona mambo vile yanavyoendelea. Kwa hivyo nataka kukusihi, weka mambo pale hivi na usikize vile Mungu anavyotaka kusema nasi. Mungu aseme na wewe, aseme na mwaka, ili tuanze kusameana. Kuna mtu anasema kule kwetu Kisii, wewe utakulia juu na mimi nitakulia chini. Ni kumaanisha sitakusamehe milele. Na Yesu ametoka mbinguni, ameleta msamaha. Wewe ni nani utasamea ndugu yako, dada yako? Yeye ametoka mbinguni, tulikuwa wenye dhambi, tulikosea kule, tukakosa, akakuja akaleta msamaha. Kwa hivyo kile kilichoko ni ya kwamba tukubali kumtii jinsi anavyotuambia tumtii, na tufanye kazi yake kulingana jinsi anavyotaka. Jambo lingine ya kwamba sisi tukiwa na sacrificial living, lazima tulete relationship nzuri kwa watu wetu. Sio mtu ambaye kila watu wanashindwa kijiji. Mganga ni wama temboleko. Hata nimesikia kule na ubiri tu wanasema, "Oyo ni mboga ya aina gani?" Sijui. Wanasema Kikuyu ni mboga. Oyo ni wama temboleko sasa. Mganga huyu karatu huyo anakaaje? Watu kijiji wanashindwa. Mlisema anaenda kanisa gani? Ndio bizie. Hivi
Ila ikarogo. Mtu anaonekana sasa kama jangili, unaonekana mtu mwingine. Sasa mambo yako ni ovyo, unaonekana vizuri. Lazima tutembee vizuri. Relationship yetu na watu wetu, familia zetu, mahali tunakokaa iwe nzuri. Chikaze. Si rahisi. Ni vile utachikaza mpaka ufikie level hiyo, kwa sababu ni Mungu mwenyewe atakusaidia ili mambo ya Mungu yaendelee. Kwa njia nyingine ni ya mwisho ni ya kwamba lazima tu reflect the transformation. Lazima tuonyeshe ya kwamba sisi tumetoka kabisa, na vile tunavyofanya mambo yetu tuna reflect. Watu wakituangalia wasema hawa watu wamegeuzwa. Tuonekane wa Kristo kabisa, watu ambao ni watu wa Mungu. Ili tunapofanya kazi hiyo, mambo matatu ni ya kwamba sisi tukifanya hivyo, mkono wa Mungu utakuwa pamoja nasi. Tukifanya mambo ya kazi ya kujitoa kabisa, mkono wa Mungu utakuwa pamoja nasi. Mambo yangetendeka machafu kwako, mambo yangefanyika mengi kwako, familia, kwa watu wenu, lakini mkono wa Mungu uko pamoja nani. Unakumbuka Waisraeli walipotoka nchi ya Misri, njiani walikuwa wanafunikwa wakati wa joto, wakati wa usiku kuna inawamulika mpaka wakaenda upande ule. Kwa hivyo nataka kukuzi, utakapojitoa sacrificially kutoka moyo wako na kufanya kazi ya Mungu, mkono wa Mungu utakuwa juu yako, atakutunza, atakulinda. Jambo lingine ni ya kwamba yeye atakubariki. Mahali utaguza vitu, ukienda kuguza kufungua duka, emeruka, watu wamejaa, wameenda, wewe utabarikiwa. Wewe ni mbarikiwa. Wewe atakulinda, atakubariki. Yeye atakulinda, atakuelekeza. Yeye atakutengeneza. Baraka zake na mkono wake utakuwa kwako. Lingine ni ya kwamba yeye atakuandaa ili wakati atakapoonekana Kristo uingie pazuri pa Mungu, mahali tutaserehe milele na milele. Atakutengeneza, atakutakasa, atakupanga moyoni. Hata ikiwa mtu wa nje anaendelea kuwa kuchakaa, lakini mtu wa ndani anafanywa upya, atakutengeneza vizuri ili atakapoonekana wakati wake Kristo. Kwa sababu hatufanyi kazi ya kuisha. Nataka kuwa sisi hatuendi Mount Elgon, sisi hatuendi Mount Kenya. Sisi tunaenda kule tulikoitiwa. Tulipookoka tuliitwa mahali. Sisi hatukai ulimwengu, sisi si wako kote. Okote gotire andorika na gotire andoke urora emoe ndikore temoshe waigoro tolone kotere yogike. Sisi kuna mahali tunakoenda watu wa Mungu. Hizi sarakasi tulio nazo siishe. Mambo tulio nayo machafu aishe. Kuanzia kwa makasisi wa kanisa, kuanzia kwa wazee wa kanisa, kuanzia wa Kristo, sarakasi siishe. Sisi kuna mahali tunapofanya kazi ya Mungu, tumeandaliwa mahali tunaenda. Wale ambao watanyenyekea, kuna mahali tunaenda. Usifanye kazi ya ovyo, kazi ya kutofanyika vizuri. Ndio nasibuia mulimba, si mulimba. Lazima tukijipanga, tukiseti mambo, tunajua tuikalete au tunalika maneno, kwa sababu kuna mahali tuepange, tujipange vizuri. Lakini njia ya kuingia vitu mingi acha. Mwisho sisi tukifanya kazi ya Mungu ikimalizika, hapa hakuna kuzuri, tutaenda mahali pazuri. Hapo ndipo nataka tujipange, tunapofanya kazi ya Mungu. Tusifanye kazi ya kutoa mali kanisani peke yake, tusifanye kazi ya kupeana time kanisani peke yake. Lakini akija huyu ambaye ametoka katika nyumba ya Yuda, yeye anatoka nyumba ya Jesse, apata hatuna nguvu. Lazima tuingie ndani ya neno lake ili atakapoonekana tupate nafasi ya kuingia mahali tutaishi milele na milele. Hapa tutatoka tena, tutapanuka, hatutatikisika. Tuingie mazuri pake, tukae. Mambo ya taito siacha kwanza. Ndio tungate lile katika mambo mazuri kwanza. Mioyo yetu kwanza itengenezwe. Tukitengenezwa ili atakapoonekana tuingie mahali mazuri pake. Mahali tutaserehe, mahali ya kazi tumefanya ulimwenguni nzuri. Tutaingia tukae mazuri pa Mungu, na hapo ndiko tutakaa milele na milele, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tunashukuru Bwana Mwenyezi Mungu wetu kwa vile umesema nasi.